Hello guys, good afternoon. I hope you're doing well. So I am bearing very good news for our children. If you have a child from 3 months onwards who requires corrective surgery, I'm just here to announce to you that St. Francis Hospital Kasarani is going to be providing free correction surgery for our children. All you need is just to register. So for the period that they're going to be in hospital, they're going to provide transport fast to and fro. They're going to provide free accommodation. All you need to do is just register. You might not know any child, but please just tell a friend to tell a friend who is in you to say, dear Nani, this is a very good initiative. Let's correct our children. Everybody deserves a comfortable life. What's not? What is that kinaendelea au? Sonia, hivi unajua mimi na wewe pale tumeenda kufanya nini? Okay. Sawa. Naomba uniambie nini kinaendelea ambacho mimi sikifahamu. Kila ninapoenda nakutana na maadui zangu tu. Kila ninapotaka kuendelea na maisha yangu, watu wabaya wanaonizunguka wanazidi kunipiga pini. Kila kona, watu wabaya kwenye maisha yangu ndio wanajitokeza. Unamaanisha nini? Hebu niweke wazi ili mradi nipate kuelewa. Yule binti tunamfahamu. Na ni kitu gani kimekupa wasiwasi mpaka ukakimbia vipi? Ndio. Namjua yule binti. Ni mtoto wangu wa kambo kwenye ndoa yangu ya kwanza. Nilikubali kumlea yeye pamoja na baba yake mlemavu. Lakini hakuwahi. Naomba iwe mwanzo na mwisho leo kuniita mimi mama yako. Wewe sio mtoto wangu. Na wala mimi sio mama yako. Shenzi. Toka hapa. Sina kiso sina panga, inakwaje nataka chenja. Mary mejatana, yonge mizina ujanja, kumbe upweke unaumiza. Siku fichira ina nyuma, naona unavyodekeza. Nipe mkono mpenzi kwenye moyo wangu shika. Uone unavyokwenda mbio, nisipokuona hata dakika. Uniliwaze kwa tenzi, za mapenzi ukipita. Show me meaning for mapenzi, mapenzi, mapenzi. Love me again, love me again. Jamani, kwanza asanteni sana kwa upendo mlionionyesha leo. Hakika mmenionyesha mko pamoja nami katika shida na raha. Mke wangu, utapumzika hapa sebreni au unatakiwa kwenda chumbani? Nafikiri chumbani ndio ingekuwa nzuri zaidi. Okay. Basi baba, wakati naenda kupumzika, ngoja mimi nikaandae chakula. Kwa leo nadhani tutaagiza chakula kutoka kwa Modo wa Misosi. Kitakuja kisinia hapa tule pamoja. Kwa hiyo kwa sasa nendeni mkajiandae, anayetaka kuoga aoge. Lakini baada ya hapo tutakula chakula pamoja. Sitaki mtu yote afanye kazi kwa sababu wote tumechoka. Sawa baba. Sawa, basi ngoja nimpeleke mama yenu akapumzike. So, finally we are home. Inabidi nikapumzike kwa sababu nimechoka sana. No. Si baada huko kidogo au unaondoka? Sawa, hamna shida, mimi nitakuwepo hapa. Sawa. Take care. Samahani, nilikuwa nahitaji tuzungumze kidogo. Sawa. Mkichukua hivyo vitu sasa ndio mtakuwa mmepata hela. Weka kimya hapo. Unakuja kukopania tuje kulipa. Nitukoneshe kazi. Sasa hilo godoro lenyewe limeshachoka. Sijui mtaliuza kwa shilingi ngapi jamani. Unajua sisi Simrudi Jumatano nilioa
Vitu gani hivi? Chumba kizima ndo kuna vitu hivi tu. Kulipa madeni ya watu wajua kukimbia. Uje niangalie nguo za mtoto wangu. Kama hivyo hivyo. Siku tumekuja kukufuata ukatukimbia njiani ukajitia mjanja. Binti, leo tushiki na wote. Tunabeba kila aina ya kitu chako ndani. Wewe kaa hivyo hivyo. Yaani ukae kimya hivyo hivyo. Wewe, usifanye unajua sana. Nilikuja kwa huruma ukaniona yaani kaa hivyo hivyo kimya. Jinsi ulivyokuja kupangisha chupa ukikuta wazi. Basi na hicho leo pia utakuta hivyo hivyo. Nimeshakwambia acha ushamba. Vile vilivyotokea ilikuwa ni bahati mbaya tu. Isitoshe, haujapungukiwa chochote. Sawa. Lakini usijisaulishe kuwa mimi ndo mwanaume wako wa kwanza. Kwa nini unachukulia poa hivyo Suzi? Unatakiwa kuniheshimu kama mwanaume wako. Acha ushamba. Hayo mambo yalikuwa zamani. Uwe mwanaume wangu wa kwanza, wa 10. Mbona hakuna tofauti wowote? Suzi, embu basi niambie. Labda kama kuna kitu mimi nakosea kwako. Labda kama unahitaji mimi nibadilike, naweza kubadilika. Niambie ni kitu gani unahitaji kutoka kwangu. Siku zote hakuna ambaye anajua kitu kilichopo kwenye hisia za mapenzi. Kwa mtazamo wewe ni kijana mtanashati, handsome, mchapakazi, na pia ni mtu unayejali. Na isitoshe darasani ulitukimbiza mimi na John. Lakini haimaanishi kuwa eti mimi niwe na wewe kimapenzi. Sawa. Huenda labda hizo sifa zote hazina maana kwako na kuwa na hisia na mimi. Lakini hebu jaribu kuwa na utu basi. Na usisahau pia John amechukua maamuzi ya kumpenda Sandra. Uhisi kwamba mimi ninaweza nikawa mtu sahihi kwako? Hebu jaribu kunipa nafasi basi. I don't care. Ninachojua mimi nampenda. Kwa hiyo nitapambana kwa njia yoyote ile. Siamini kama sina bahati na mapenzi. Kila siku wako kutoka maumivu wanapenda wengi. Labda njia yangu mimi haifai. Nampenda hanipendi hivi why. Labda njia yangu Mama, nimeongea na Sandra sasa hivi, amesema mama John ameshatoka hospitali, nipo nyumbani. Afadhali kesho nijitahidi nipate nikamuone. Sawa, lakini tunaenda wote? Wewe nawe umeshaanza hivyo. Sawa, tutaenda wote, lakini uamke asubuhi ufanye kazi zote za humu ndani.